on this day of the Lord, I'm reminded to tell you that the Lord God will fight for you while you are holding your peace. Exodus 14:14. These words were directed to the Israelites who were suffering in the desert. And Moses was told to tell the people of God, be still and stand firm. For you are God, you are creator, the creator of universe and earth, the man of all the authorities, the man who created everything, has sent this message to you that be still, tulia, nyamaza kimya. Vita vya jangwani ni vya uchungu, vita vya jangwani vinauma, vita vya jangwani vinavyo njaa, vita vya jangwani ndoa huwa hazisimami. Wakati mtu anapigana vita ndani ya jangwa, hana mtu wa kumsaidia. Maana the Bible says they were compacted at one area. Walikuwa sehemu moja ambayo ni ya jangwani. Wanapotaka kwenda kushoto, wakienda kulia, wanataka kwenda kushoto, kulia, mbele na nyuma, wamezingirwa na maji. Biblia inasema kwamba aliyekuwa na uwezo pekee wa kutengeneza njia ndani ya bahari alikuwa ni yule anayeitwa the creator of universe and earth. The Bible says, and Moses was told, tell my people to be still and be firm. I want to put this to yourself. You are suffering, yes. People are mocking you, yes. You are struggling to have a child in your womb, yes. You are struggling to educate your children, yes. You are struggling to find a job. You are struggling to get peace in your marriage, yes. But listen to me. Be still from today. Stand firm. The Lord God who created you shall fight for you while you are holding your peace. Wamekuchapa sana kama unalia. Wamekulima sana kwa sababu ya hali ulio ndani. Wamekutukanisha sana kwa sababu wamekufanyia dharau. Wakati mtu anakuona katika hali fulani, kwanza mama aliyetasa, wengine wanaambiwa wanajaza joo katika nyumba za maboma za wengine, na wanakula chakula, hawazai watoto. Hivi wanasema umejaza joo miaka 6, wanasema umejaza joo miaka 7, wanasema umejaza joo miaka 8. Listen, there was a time Joseph prophesied, akakariri, my father, akakariri ndoto, akasema tunayo miaka ya kukonda, miaka ya ng'ombe zilizokonda, miaka ya njaa, miaka 7. Wakati ile miaka 7 inayoisha, anaingia katika miaka 7 ya ng'ombe zilizonona. Vitu vizuri vinaanza kuonekana after nambari 7. Na ndio maana nasema kwamba wakati mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Yakobo alipomaliza miaka 7 ya mateso, aliambiwa tunakukabidhi mkeo. Listen to myself. After a certain period of time, there comes the creator of everything. Na by the way, hujajua mwanamke yote ambaye